Nilikuwa sitamaniki. Kipindi kile chao napitisha zile harambee, nikamwambia Chale, kwa nini Mungu asimguse akanipa mitu hizo fedha? Nilikuwa nazitamani maana sikuwa nazo. Nilikuwa na hali ngumu ya maisha kwa mazingira ambayo nilikuwa nayaishi. Lakini siku moja David alikuja pale nyumbani, mtumishi wa Mungu. Akakaribia pale madhabahuni. Kipindi tunakaa hapa mitai hapa njia ya ng'ombe. Akaniambia, Matrina, usikate tamaa na usivunjike moyo. Niko na watoto 4. Baba yao alishafariki. Nasema hivi, sikiliza wewe kijana. Mshike Yesu. Amen. Usitikiswe na kitu chochote. Yuko Mungu aliye hai. Amen. Yuko Mungu anayetengeneza. Yuko Mungu anayefinyanga na kurudisha tena kwa upya. Ndio maana leo Chale anashangaa kuona kweli ni Matrina huyu ambaye namfahamu. Maana anashangaa ni bonge la mama, ni msichana mrembo. Ni kwa sababu ya Yesu hayo yote. Yesu ni mzuri Bwana. David akaniambia, usivunjike moyo. Hata yule ambaye unamtarajia usimtarajie tena. Na usimweke moyoni mwako. Kama kuna kijana yote ambaye anakutazama na kukutamani, wewe usiweke matarajio kwa huyo kijana. Mtazame Yesu aliye hai. Yeye ndiye atakusaidia kwenye haya maeneo. Amen. Lakini moyoni nasema, na maana Chale hanioni. Yaani Chale hanioni zile senti kule kwa mchungaji nani. Yeye anachangisha, anampa ushi kadhaa. Mimi hanioni. Na mimi na maisha magumu. Watoto wangu wanapitia maisha magumu. Sina kumlilia shida zangu. Kweli macho yako wewe ndugu leo usiyatazamishe kwa mwanadamu. Mtazame Mungu aliye hai. Ndio ana majibu ya maisha yako. Nikasema, Mungu nakutazama wewe. Kama mtumishi wa Mungu alivyosema, na mimi nakutazama wewe. Ikafikia wakati mmoja simuoni Chale, simuoni mtumishi wa Mungu David. Nikafukuzwa kwenye ile nyumba. Nikaambiwa, ondoa madhabahu yako mahali hapa. Mwanamke gani? Kwanza uko ovyo. Unashindwa kuwa hata na awara kukusaidia. Nikasemewa maneno mabaya. Nikaonekana ni kituko. Kuna kijana wangu ambaye alikuwa ni wa form 2. Akaniambia, mama, tunafanya nini? Nikamwambia, sikiliza. Niko na mwanaume Yesu. Nyie baba yenu sasa hivi ni Yesu. Yeye ndiye atafanya vitu vyote. Uje wale watoto waliona mimi ni kichaa. Waliona mimi ni kichaa. Wakisema mama anachanganyikiwa. Si baba yetu Yesu, mume wako ni Yesu kivipi? Sisi tunateseka na njaa. Chakula hakuna. Maisha magumu. Naenda chuoni ni mali. Yaani kwa hali hiyo ngumu kasema naenda chuoni. Sombetini kule. Mbauda. Na kanyaga wa mguu, sina hata wasiwasi. Nimepauka mwanamke. Visigino vimeisha. Visigino vimepasuka. Lakini nikamtazama Yesu. Nikamwambia Yesu, katika hili nitakuona tu. Haijalishi maisha yangu yako ya aina gani. Haijalishi napitia nini. Haijalishi sina mume. Lakini Yesu ni mwanaume. Katika wanaume wewe ni mwanaume. Na utailea familia yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka nahitimu kile chuo nimekongoroka. Niko pale mbele nacheza, sindo tumetunga wimbo wetu. Yaani ile jole nilovaa linapeperuka tu, nimekonda. Hali ni mbaya. Nasema, mtumishi wa Mungu David, yuko Yesu ni mwanaume. Amen. Yuko Yesu ni tiba. Amen. Nikang'ang'ana mwanamke. Nikang'ang'ana. Nikasema, uko Yesu unayetibu vidonda vya watu. Yesu utanitibu. Leo hii ni mwanamke sasa. Leo inatembea kifua mbele. Na mtanguliza Yesu ambaye yuko mbele yangu. Yesu alinitengeneza. Leo katikati ya wanawake na mimi nasimama. Maana ndio mwanamke. Yesu amenitengeneza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, mimi pia nasimama kwenye kiatu kirefu, mimi pia navaa. Amen. Na muonekano. Yaani sasa ungeniona mwanzo usingenitamani. Wakati nimefukuzwa, kuna dada mmoja alikuja, ni mwanajeshi. Yule dada alipokuja, si unajua David ya mazingira ya pale kwangu. Kwanza akaniangalia. Wewe ndo mtumishi? Nikamwambia, hivi nitafanikiwa? Unajua watumishi watakuwa na kitambi.
muonekano mzuri, umevaa vizuri. Sasa mimi pale kwangu pana vumbi, nimepauka baba. Yaani ni vumbi, lakini kaambia kule nitafanikiwa. Nikamwambia muamini Yesu. Tukaomba yule binti alikuwa na shida ya mama yake mzazi, hana roho ya kusamehe. Nikamwambia nunua kitenge mpelekee mama. Tukakiombea. Msamaha ukatokea. Siku nafukuzwa pale. Ninaumwa na siku 7 hata kutoka nje siwezi. Akatuma mwenyekiti wa mtaa, fukuza yule mama atoke kwenye nyumba yangu. Sina kunisaidia, sina kumtazama. Nikamtazama Yesu. Nikamwambia Yesu, wewe utajua hapa kunipeleka. Mimi sihangaiki. Nikamwambia toeni vyombo nje. Toeni vyombo ndani, tupeni nje. Sihangaiki na kitu chochote. Katulia kitupa vyombo nje. Afu ndio niko hoi. Nikakata kutembea siwezi, nimepauka. Akija bani Yesu ni mzuri mno. Amen. Yule dada akanitafutia mtu kule da. Yule dada kaenda safari ya nje. Lakini kila anapotoka kupanga safari zake, mambo yanakuwa ni magumu. Akaambia mchungaji, msaidie na huyu dada ana shida. Nikamwambia mpe namba zangu za simu. Yule dada akaambia mchungaji, akatufunge, ninaumwa na siku 7. Hali ni mbaya. Kaambia mchungaji tufunge. Nikamwambia niko tayari. Akanitumia hela ya sukari shilingi 50,000. Nikasema hapana kwenye simu yangu, hii ni 5,000 au ni 50,000? Nikamwita mtoto wangu, ambaye angalia hii fedha vizuri. Akamwambia hii ni 50,000. Nikamwambia 50. Nilipona ule muda ule. Nikamwambia Yesu asante. Amen. 50,000 nilikuwa naitafuta kwa chana hiyo 50,000. Lakini chana hajaniona. Maana nilikuwa nawaza kibinadamu. Lakini Yesu akaniletea 50. Mawazo tena kwa chana yakaondoka, yakarudi mawazo kwa Yesu. Usimwangalie mwanadamu kwenye maisha, mtazame Yesu aliye hai. Na wakati ule si kwamba chana alikuwa anashindwa kunisaidia, lakini Mungu alizuia. Amen. Mungu alinyamazisha msaada ili aone mwelekeo wangu. Nikamwambia mtoto wangu katoe. Akamwambia mchungaji ni ya sukari. Tukamwambia yes. Siku ngapi maombi? Siku 3. Nikamwambia nafunga. Siku namaliza maombi ndio siku ambayo nimepona. Kaambia mchungaji na kutumia sadaka yako. Akaituma 210,000. Nikasema hakika yuko Yesu. Sasa ninapata kodi ya nyumba. Huko ninakokwenda nitaishi vizuri. Nikaondoka lile eneo pale. Nikamuita huyo mwenye nyumba ambako anaenda. Nikamwambia njoo hapa kwenye madhabahu. Tuwekeane agano. Kwenye nyumba yako sitokosa kodi hata siku hii. Wewe achana na Yesu Bwana. Huyu mwanamume ni mzuri. Tukaomba pale. Nikahamia pale kwake. Sijakosa kodi. Sijakosa kile ambacho nakitaka. Amen. Yesu akafanya vyote. Tutajifunza neno hili. Katikati ya changamoto, katikati ya majaribu, Yesu yuko kwenye hilo jaribu lako. Ameshafika siku nyingi. Yesu haondoki kwenye jaribu lako. Ndio maana kila jaribu lina mlango wa kufanya. Kwa sababu gani? Tayari Mungu ameshaingia kwenye hilo jaribu. Anakusubiri wewe mjaribiwa. Aone msimamo wako ambao unasimamia. Aone ni kitu gani utafanya. Utabadilisha mawazo au utamtazama Mungu aliye hai. Sikiliza nikwambia, hata Danieli, Mungu akumuokoa Danieli akiwa ndiye anakwenda kuingizwa kwenye tundo la simba. Mungu alinyamaza kimya. Mungu akushughulika na Danieli. Mungu alitulia tu amuone Danieli vile alivyokuwa anakwenda kuingizwa. Mawazo ya Danieli yatawaza nini? Je, yatawaza simba au yatawaza Mungu aliye hai? Amen. Mungu akatulia kimya. Akanyamaza muone Danieli atafanya kitu gani. Lakini sikiliza nikwambie, ukiwa na Yesu ndani yako, katikati ya jaribu ambalo unakutana nalo, yani wewe ndio unakaa kwenye ile jaribu, unaambia Mungu niko hapa. Nataka nikuone Yesu. Kwenye magumu Yesu nikuone. Kwenye changamoto ya ugonjwa Yesu nikuone. Sina fedha Yesu nikuone. Mimi niko hapa kwenye jaribu. Yesu fungua mlango unitoe kwenye ile jaribu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akamtazama kijana Danieli.
alipokuwa anapelekwa kwenye tundu la simba, Mungu akamwangalia Danieli. Mungu akanyamaza kimya. Danieli na akanyamaza. Huyo ni kwa sababu gani? Danieli alikuwa anampenda Mungu. Danieli alikuwa ni jasiri. Danieli alikuwa na imani. Katikati ya tundu la simba nitamkuta Yesu huko. Nitamkuta Mungu aliye hai. Nitamkuta mtetezi wangu. Jamani, hakuogopa. Kwa Danieli alipoingizwa kwenye tundu la simba alikufa. Alitoka kidume akiwa yuko hai. Katikati ya jaribu unalolipitia, Mungu yuko humo kwenye jaribu, na yuko kwa ajili ya kukutoa. Sikiliza kijana, usiogope maisha, kwa sababu unaye Yesu. Mkamate huyo Yesu kwenye maisha yako. Tembea na huyo Yesu. Wewe mama kwenye ndoa yako, tembea na Yesu. Wewe baba, tembea na Yesu. Kwenye kazi zako, tembea na Yesu. Usiogope kitu chochote, maana Bwana yuko pamoja na wewe. Usiangalie mazingira. Sio kazi yako kuangalia mazingira ulionayo. Mazingira yako yataangaliwa na Mungu. Cha msingi ni kusimama na kuifanya kazi ya Mungu. Leo hii walionitazama kwa mabaya wanamtukuza Mungu aliye hai. Waliotufukuza wanamuona Mungu ndani yangu. Mungu aonekane ndani yako Bwana. Wasikucheze. Wamuone Mungu aliye hai akitenda kazi ndani yako. Waseme kweli huyu kijana na Mungu ndani yake. Waseme kweli huyu mama na Mungu ndani yake. Wamuone Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi sikuwa na ndugu hapa Arusha, lakini waliookoka ndio ndugu zangu. Amen. Najivunia siku zote. Amen. Nimekuja mahali hapa, nimekuja kwa ndugu zangu. Amen. Maana nyie ndio ndugu zangu. Amen. Safari yangu ikifika kwenda mbinguni, nyie ndio ndugu zangu. Na wewe ikifika tutakutana kule mbinguni tukimuinua Mungu aliye hai. Ndugu zangu ni nyinyi. Mnemjua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mungu alimuokoa Danieli akiwa ndani ya tundu. Mungu aliwaokoa kina Meshaki, Abednego wakiwa kwenye nini? Kwenye moto tayari. Kwa maana Mungu alishindwa kuzima moto. Mungu hakushindwa. Aliacha kwanza waingizwe kwenye ule moto ili Mungu atukuzwe. Mungu